inakuwa raha. Lakini tumejaza misahafu majumbani, inapata vumbi tu, haitolewi hiyo ila siku ya hitima. Yani hata tukikasirika tujitahidi kulielewa hili kwamba hitima haimo. Hilo liko wazi. Hata ukikasirika vumilia tu, ndo haki ilivyo. Hitima haimo. Tunasema haimo kwa sababu gani? Sio nasema mimi mtu wa Rufiji. Kaanza kusema Al-Amin bin Ali katika kitabu chake Hidayatul Atfali, sio mimi. Na kitabu hiki tunasoma siku zote kwamba mtume hakusoma hitima, hakufanya hitima, wala masahaba wala tabiina. Jambo tulimebuniwa. Tuambizane hivi jamani, tuko hai. Labda itapatikana nusura. Basi tukiwa tunaachana tu jamani, hatari. Maana mtu atategemea hitima kuswali, atake anangoja afe, tena anahusia kabisa msiache kusoma hitima, nikiondoka kuswali aswali. Na wale ng'ombe zangu wale 3 wale, yule mkubwa yule ndo mchinje yule. Uone kama unawadhulumu mirathi, unaacha watoto wadogo wadogo. Si bora ungeacha wakarithi wale. Wewe ukitaka kuwaombea dua wazazi wako, kila siku unatakiwa uombee dua ukiwa unaswali. Na vile vile yapo mambo ya kufanya kama hivi, msikiti, madrasa, unaweza kuchimba kisima ukanufaisha jamii, basi thawabu zinaenda kwa marehemu wako wale. Haya ndio mambo ya kufanya. Lakini wewe unakwenda kuteketeza wali kwa siku moja, wali mwingi na nyama nyingi, siku moja tu basi. Lakini ukijenga madrasa shekhe, mpaka matofali yanabomoka lini? Nyumba ya matofali ina uwezo wa kuishi miaka 100. Sasa thawabu zitaenda tu kwa wazazi wako mpaka miaka 100. Unafikiri mchezo? Fungua madrasa shekhe. Fedha zako hizo ambazo ulikuwa unataka kuwasomea hitima, fungua madrasa au jenga msikiti au chimba kisima kiwanufaishe watu, ili thawabu ziwaendee au na wakusudia. Haya ndo alofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, watukufu wa Islam. Wallahu a'lam.